Dalili zimeanza kuonyesha wazo kuwa huenda naibu rais Profesa Kithure Kindiki akafungwa nje kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Lakini swali ni je, iwapo Kindiki atatemwa, Rais Ruto atapata kura mlimani? Hasa ikizingatiwa kwamba alimtema Gachagua nje, na ili hali katika uchaguzi mkuu uliopita ni mlima ndio ulimuunga mkono pakubwa kushinda kiti hicho. Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji katika makala maalum ya kisiasa wiki hili, ambapo nitakueleza hatari kwa Rais William Ruto katika kumchagua mgombea mwenza tukielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Katika uchaguzi mkuu uliopita, Rais Ruto alipata kura zaidi ya milioni 2.9 ikiwa ni sawa na 76.96, huku mpinzani wake Raila akipata kura 847,205 ikiwa ni sawa na 22.19 tu katika mlima Kenya. Uvumi umeanza kuenea kwamba huenda Wycliffe Oparanya au Gladys Wanga akateuliwa kwa mgombea mwenza wa rais mwaka ujao. Kumbuka kwamba katika uchaguzi mkuu uliopita Rais Ruto alipata kura chini ya milioni 1 huku Raila akipata kura zaidi ya milioni 3 katika eneo la Nyanza na magharibi mwa Kenya. Kwa mfano, Kisumu Raila alipata kura 90% huku Ruto akipata kura 9% tu. Siaya Raila alipata 95% huku Ruto akipata 4% tu. Homa Bay Raila alipata 92% huku Ruto akipata 7% tu. Migori Raila alipata kura 88% huku Ruto akipata 11% tu. Kakamega Raila alipata kura 65% huku Ruto akipata 34%. Bungoma Raila alipata kura 58% huku Ruto akipata 41%. Busia Raila alipata kura 70% huku Ruto akipata 29%. Vihiga Raila alipata kura 62% huku Ruto akipata kura 37%. Kwa ujumla, Rais Ruto katika eneo la magharibi na Nyanza alipata kura chini ya 30% huku Raila akipata zaidi ya 65, ikilinganishwa na mlima Kenya ambapo Ruto aliungwa mkono pakubwa kwa kujizolea kura zaidi ya 75 huku Raila akipata chini ya 22. Iwapo ni kweli Rais Ruto hatamteua Profesa Kithure Kindiki kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu ujao, basi huenda akakosa kupewa ama kupenya katika eneo hilo la mlima Kenya lenye wapiga kura wengi. Hii inajitokeza wazi hasa ikizingatiwa kwamba alimtimua Gachagua ambaye anatoka mlimani. Kutimuliwa kwa Gachagua ilionekana kama ni usaliti mlimani. Hali hii imechangia uungwaji wa Rais William Ruto kushuka kutoka 76% hadi 32%. Sasa swali ni je, iwapo atamtimua Kindiki pia, mwalimu utamwamini? Kutoliwa kwa Oparanya au Wanga kunakosa kuleta mabadiliko kwa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Hasa izingatiwa kwamba Sifuna ameteka eneo la magharibi na hata kaunti za kadhaa za Nyanza kama vile Migori na Siaya. Na tena iwapo Rais Ruto hatamteua mmoja kati ya viongozi wa ODM, basi wanaweza jiondoa kwenye serikali jumuishi na kuunga upinzani mkono. Kumbuka kuwa Gachagua ameteka mlima, Sifuna ameteka magharibi na hata kaunti yote. ODM ameteka Kenya ama imetoka Nyanza na Pwani. Kalonzo ameteka Ukambani. Wananchi wa Rift Valley anakotoka rais wako upinzani karibu ya 65. Je, hao wote wakiungana kwa pamoja wanaweza kumtimua rais katika uchaguzi mkuu ujao kiurahisi? Kwa sasa Rais Ruto inabidi akae chini afikirie kabla ya kufanya uamuzi wowote, kwa kuhakikisha kuwa kwamba hatoroki na ODM au naibu rais Profesa Kithure Kindiki ili kujiokoa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kufikia hapo sina la ziada ila kutumisha makala maalum ya jinsi Rais Ruto atakapohatarika tukielekea uchaguzi mkuu ujao kuhusu kumchagua mgombea mwenza. Jina langu ni Jora Odoka.